Duniani kote kuna swali moja ambalo limebakia kuwa fumbo kwa miaka mingi. Je, kwa nini nchi ndogo kama Israel yenye ukubwa kama mkoa mmoja tu wa Marekani ina ushawishi mkubwa kiasi hiki ndani ya serikali ya Washington? Kwa nini kila rais anaingia White House, awe Donald Trump au mwenge wengine yoyote, analazimika kuweka maslahi ya Israel mbele? Leo tutapasua mbarika. Tutatazama historia ya siri, mabilioni ya dola na nguvu ya ajabu iliyopo nyuma ya pazia. Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina. Kila kitu kilianza mwaka 1948. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza kuitambua Israeli, lakini uhusiano huu haukuwa kijeshi kama unavyouona leo hadi ilipofika mwaka 1967. Katika vita vya siku 6, Israeli ilifanya jambo lililoishangaza dunia. Iliishinda muungano wa nchi za Kiarabu zilizokuwa zikifadhiliwa na Urusi, Soviet Union. Hapo ndipo Marekani iligundua kuwa Israeli si rafiki tu, bali ni askari wetu imara katikati ya Mashariki ya Kati. Tangu wakati huo, Israeli imekuwa kama kambi ya kijeshi ya Marekani isiyoweza kuzama. Lakini mbona msaada huu haupingwi? Jibu lipo kwenye siasa za ndani za Marekani. Kuna makundi yenye nguvu ya ushawishi yanayoitwa lobbies, maarufu zaidi likiwa ni IPAC. Hawa watu wana ushawishi mkubwa wa kifedha. Wanahakikisha kuwa mwanasiasa yeyote anayetaka uraisi au kiti cha bunge lazima aunge mkono Israeli. Ukipinga, utajikuta unapoteza ufadhili wa kampeni na kupingwa na wapiga kura milioni 40 wa Evangelical Christians ambao wanaamini kuilinda Israeli ni agizo la kidini. Kwa Donald Trump, kundi hili ndilo lililompa ushindi mkubwa. Marekani huipa Israeli takriban dola bilioni 3.8 kila mwaka. Lakini hapa ndipo siri ilipo. Fedha hizi hazitoki Marekani kwenda Israeli kama zawadi. Masharti ni kwamba Israeli lazima azitumie fedha hizo kununua silaha kutoka makampuni ya Marekani. Huu ni mzunguko wa pesa unaotengeneza ajira Marekani. Zaidi ya hayo, Israeli inatoa ujasusi intelligence wa hali ya juu kupitia shirika lake la Mossad. Wanawajua maadui wa Marekani kuliko Marekani inavyowajua wenyewe. Hivyo, Israeli ni macho na masikio ya Marekani. Hivyo basi, je, Israeli inaiamuru Marekani? Jibu ni kwamba wote wanategemeana. Israeli inahitaji kura ya veto ya Marekani kule UN lisichukuliwe hatua, na Marekani inahitaji nguvu ya Israel ili kutawala Mashariki ya Kati. Ni ndoa ya kimaslahi ambayo haina dalili ya kuvunjika hivi karibuni bila kujali nani yupo White House. Je, unadhani uhusiano huu ni wa haki kwa mataifa mengine? Tuambie kwenye comments hapo chini. Kama umependa uchambuzi huu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa video zaidi kama hizi. Sisi ni Mix TV, asante kwa kutizama.